Kuna mtu alinipigia simu. Akaniambia niongee, ndio maana unaona hapa naiongea. Akaniambia mimi nimemwambia mke wangu aende kwenye hoteli fulani akanisubiri. Kawaida tu na tunaishi huo mji. Ila tu nataka nimpe mke wangu experience ya nyota 5 kwamba hoteli za nyota 5 zikoje. Asema nilimpeleka mke wangu. Nilipofika nikakutana na bili. Mke ameenda sijui akaogeshwa. Akaoshwa miguu. Kaoshwa nywele. Kala. Kaita shuga zake wamekunywa. Hoteli ya nyota 5 kuoga kula sio kitu mchezo. Sio kitu kidogo. Na ni jiji la biashara. Asema nimekuta pale bili pamoja na bili ya chumba milioni 4 madam. Hapa hata sijaingia bado kulala. Yaani mke nimemtanguliza mimi nakuja. Kalika na marafiki. Nafika pale watu wananiambia aisee mzee mke wako yupo juu. Anapiga simu. Kanunua juisi ya gharama, mvinyo wa gharama. Anakunywa. Sasa najiuliza, sasa yeye anasema, sasa mimi nimekaa hapa, najiuliza, why sipati majibu? Nikafika ndani kamuuliza mke wangu, unajua kwa kukaa hapa masaa 3 umetumia shilingi ngapi? Akasema hapana, milioni 4. Akasema karuka, akasema nini? Yote hiyo, twende ukatupigie mahesabu. Bana mimi sijatumia la yote hiyo. Anataka sasa kugombana. Ulikuwa una haja gani ya kuja kuogeshwa hapa? Kwani wewe hujui kuoga? Yaani ameoshwa miguu, kichwa, mikono, kaogeshwa yeye. Sio shoga zake nao wameogeshwa, wamefanyiwa masaji. Masaa 4 milioni 4. Asema kila nikifikiria nimpeleke sehemu nyingine, labda kuna hoteli nimeigundua ni mpya, nimpeleke aka experience, nakumbuka alichokifanya. Nakata tu tamaa. Waambie wanawake wengine wacheze kwenye budget za ume zao. Sio kila tukitaka kukutoa out yani tuna hela nyingi. Yani kuna saa tu tunatamani wake zetu na wao wafurahie harakati zetu. Kwa hiyo nakutoa out angalau ule katika 10% ya mapato yangu. So ndo tena unafika kule out unanikomesha, unakuja na kikundi cha watu 6, 7. Mimi ni mmeo.